ni Biblia inatukataza marafiki ambaye hawana Mungu. Na nyote wamejaza marafiki wengi hawana Mungu. Niliona na marafiki hawana Mungu Kisii town. Nikaenda tukaingia kwa hoteli. Yule mtu alitukaribisha kwa furaha. Alituhagi wote. Kila mtu anamhagi. Hata mimi alinihagi. Halafu akasema customers wote, watu wale nilikuwa nimengojea wamefika, tunaomba mtupatie time, mkutano iko hapa. Customers wakakula kile walikuwa nakula haraka, tukawashiwa hoteli. Akasema nimeondoa customers, ndio mjue ya kwamba mmekaribishwa hapa Kisii. Sasa wakalete pombe na masaduku. Wakalete masaduku 6. Na tulikuwa watu 4. Haya. Akasema sasa, mjue nilikuwa nimewangojea. Weka hapa. Hii ndio kazi. Sasa na nimeokoka. Meneja wetu aliniambia, maana aliona vile chaka imeniingia. Akaenda show. Akifika kwa mlango wa show akaniita. Nikamfuata show. Akaniambia reke gwenda modo. Wacha nikuambie, ndugatuthukirie. Usituharibie. Nikamwambia unajua mimi nimeokoka siwezi kukunywa pombe. Akaniambia wewe weka kwa glass unajifanya unakunywa lakini usikunywe. Lakini usituharibie. Kijana mmoja rafiki yangu alikuwa anaitwa Mwasia Mkamba. Nilimwambia vile nimeambiwa, maana niliporudi aliniuliza umeambiwa aje na manager. Nikamwambia ameniambia. Akaniambia tutafanyaje? Nikamwambia hapa tutasimamia wokovu na imani. Saa hiyo wameanza kusafu. Dakika 2 watu wengine wakaingia kutoka headquarters kule tulitoka. Kumbe kulikuwa na watu wamebaki. Wakaingia. Sasa kukaa na furaha, kusalimiana, kucheka. Ni watu wawili tu hawakucheka. Mimi na Mwasia. Manager akakuja akaniambia sasa, nyinyi naona ni vijana. Nyinyi sasa ile haujawahi kufikisha ufikishe leo. Unaona kama tule tudogo 6 ni mzuri sana na vijana. Sijui hiyo tudogo tulikuwa tunaitwaje tupombe. Nikamwambia hapana, mimi nitakunywa chai na sabusa. Akaniambia ya? Nikamwambia unajua nilikuwa naona sabusa pale. Zile sabusa na chai. Huyu naye akasema mimi ni chai peke yake, sitaki kitu. Na nikaona ameenda kuconsult manager. Wanafanya mkono hivi kama kumuuliza nani hawale ulikuwa umeleta. Sijui waliongeaje, tukakuja tukaambiwa mumeambiwa muende mkatafute kwa kulala na kwa kukula sabusa. Hapa hakuna sabusa. Nikamwambia na zile. Akasema hakuna, hizo ni za customers wa kesho asubuhi. Kwenda kabisa. Tumefukuzwa, tumepelekwa hapo nje, tumeambiwa kitchen tukae hapo kitchen karo kwa sababu ya baridi ya Kisii usiku. Mke wa mwenye kirafu ndiye amekuja. Akasema nimesikia. Alituambia Bwana Yesu asifiwe. Tukamwambia amen. Tukafurahi tumeona mwenzetu. Akatuambia nasikia mmefukuzwa nje kwa sababu ya nyinyi mmeokoka. Tukamwambia ni kweli. Akatuambia nitodi mushie. Twende nyumbani. Tukaenda kwa mwenye kirabu nyumbani. Tukapewa guest house. Na tukapikiwa chakula, tukakula. Mimi ndio nilikuwa naambia huyu ndugu yangu unaona Yesu ametutetea. Asubuhi kwa breakfast mwenye kirabu ndiye huyu. Yule alituambia endeni kabisa. Akatuambia niliambiwa nyinyi ni wageni wetu mlikuja hapa. Hata sisi mtuombeange. Tuokoke. Tuliongea vizuri asubuhi. Shetani za jana zilikuwa zimetoka. Lakini we suffered because of salvation. Na wewe ningetaka nikuambie hivi. Kuna mateso uko naye na ni marafiki wako wameleta hiyo mateso. Biblia inasema mtu kama hajaokoka anakuanga na spirit za giza. Hata kama anakuchekesha mfululizo ni pepo zinacheka. Ni godly wanakuanga na nguvu za giza. Hata mimi nilikuwa na nguvu za giza kabla sijaokoka. Si niliwaambia nilifanywa deliverance kwa ibada. Mimi nilikuwa nafikiria ati mimi sina kitu. Hata kuna mtu alisema mimi kabla sijaokoka mimi nilikuwa na mapepo kama 10
Nikashaka sema mapepo ikifanya nini? Na mimi nikaambiwa siku moja niombewe na pastor. Kwanza hakuniombea, alinigonga hivi na mkono akapita. Nikasikia miguu imekuwa kama simiti. Najaribu kurudi kwa kiti nikashindwa, nafanya hivi. Halafu nikapiga duru ya kwanza. Acha wakajua pastor. Na unajua niliongea na Mungu sana hapo, nikamwambia na kuomba Mungu usinifanye deliverance mbele ya wachirika. Enda unifanyie nyumbani. Mke wangu awe acha nifanyiwe deliverance nyumbani peke yangu. Lakini Mungu aliona nifanyiwe wapi? Public. Nilipiga duru 3 kama za mama. 3. Kwa hivyo nilikuwa na pepo ngapi? Haya, uliza jirani, una suspect ulikuwa na ngapi? Maana hakuna mtu hapa hakuwa naye. Ya uongo, ya usherati, ya fujo, ya hasira, fitina. These are spirits. Wewe unasema ni feelings, lakini ni spirits. So kubarikiwa ni yule hakwendi kwa shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Tena wakati tunakuona umesimama mahali town hivi, ni nani hawa mnasimama nao? Je, unasimama na wakosaji? Hiyo ndio kukomaa. Choosing the right friends to walk with. Choosing to stand not with the sinners. Na hii choosing ndio gharama utalipa kwa sababu ya wokovu. And choosing not to sit with the mockers. Ndio Biblia inasema ya 3. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Watu wale wanasema kanisa ni baya, kanisa hizo hakuna mambo ya Mungu siku hizi kwa kanisa. Hizo kanisa sasa ni biashara. Hizo kanisa ate hawa ndio marafiki yako. Wakosaji hawa. Watu ambao wanakuambia wokovu hakuna, na wao saa hiyo ni kukunywa wanakunywa, watajuaje kuna wokovu? Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana nilisimamia wokovu wangu Kisii, na sasa tuna Kisii CFF churches huko nyingi. Na mimi sikujua in future tutakuwa na makanisa kama hayo ya CFF kule. Sasa kama ningekunywa halafu niende huko sasa tungeambiana namna gani?